بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأجلاء أما بعد. Ikiwa leo ni tarehe 1 au mwezi mosi kwenye mwezi Safar kwenye mwezi Rabiul Awwal, mfungo 6, tarehe 1 ya mfungo 6 mwaka 1447 sambamba na tarehe 24 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 miladia, tukiwa ndani ya mwendelezo wa kitabu Bulughul Marami min Adillati al-Ahkam, na leo inshallah tutaanzia mlango unaoelezea namna ya kuswali, babu sifati sala, mlango unaoelezea namna ya kuswali. Hadithi ya mwanzo ni hadithi ya sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu ambayo ni hadithi ya 212 ni chapa yangu mimi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bahakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema, idha qumta ila salati fa asbighil wudu'a, utakapo simama kuielekea sala basi ufanye vizuri udhu wako. Na Sheikh Fauzani akasema kwamba fa asbighil wudu'a kwa maana akmilil wudu'a, akatafsiri tamko al-isbagh kwa maana ya al-ikmal, kukamilisha. Akasema ai akmilhu ala alwajhi almashru', ukamilishe wudu kwa namna iliyokiwa sheria, thumma istaqbil alqibla, kisha elekea kibla. Mtume hapa hakusema kisha sema nawaitu usalli, akasema tu mubashara fakabbir, na kumekuja fa'u ya atfi, na hii fa'u ya atfi tufidu tartiba biduni tarahi, yafidisha kupangilia baina ya al-ma'tuf na al-ma'tufu alayhi pasi na kuchelewa. Fakabbir, baada ya hapo leta nini? Takbiratul ihram. Na yani maneno mtume alimwambia sahaba Khallad ibn Rafi', thumma qara ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kisha soma kile kiasi na kiwango kitakachowepesishika kwako wewe pamoja naye kwenye Qur'ani. Thumma raka, kisha rukuu. Na hapa kaleta thumma kwa maana baadaye huko, maana si hapo ukawaenda resiresi, kwa sababu hii thumma tufidu at-tartiba baina al-ma'tufi wal-ma'tufi alayhi ma'a at-tarahi, ni kinyume na fa tufidu at-tartiba baina al-ma'tufi wal-ma'tufi alayhi biduni tarahi, lakini hii ma'a tarahi thumma. Umeona kwamba sasa ni hurufu al-atfi zinatofautiana kwenye upande wa kazi, ukitoa hiyo atfi kwenye munasaba wa maana. Thumma raka hatta tatma'inna raki'an, kisha rukuu mpaka utakapotulizana hali ya huo umerukuu. Thumma rfa, kisha nyanyuka kwenye rukuu yako hatta ta'tadila qa'iman, mpaka utakapokaa sawa hali ya kuwa umesimama.
thumma sujud, kisha sujudu, hatta tatma'inna sajidan, mpaka utakapotulizana hali ya kuwa umesujudu. Kwa maana utulizane. Kikizia kwetu sisi singeni, sababu sidhani kama kuna mtu ambaye hadithi ndo anaanza kusoma leo mbakuta kwamba mastaya maelezo kihivyo, sababu singeni. Thumma rafa hatta tatma'inna jalisan, kisha toka kwenye sujudu usimame, nyanyuke mpaka utakapotulizana hali ya kuwa umekaa kwenye kile kitako kile. Nyanyuka utoe kwenye sijida uje kwenye kile kitako ambacho kinakuwa baina as-sajdataini. Thumma sujud, kisha sujudu kwa mara ngapi? Ya pili. Hatta tatma'inna sajidan, mpaka utakapotulizana hali ya kuwa umesujudu. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kisha fanya hilo kwenye swala yako yote. Swala yako ipangilie kwa namna na uslubu na mfumo huu. Akhrajahu as-sab'a wal lafdhu lil-Bukhari. Man hum as-sab'a? ثم أخيرا. نعم أحسنتم، لله دركم. واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم، ولابن ماجه بإسناد مسلم. أنا ابن ماجه وسند الإمام مسلم imekuja kwamba hatta tutma'inna qa'iman, kisha simama mpaka utakapotulizana hali ya kuwa umesimama. ومثله في حديث رفاعة، na mfano wa hadithi hiyo vile vile, na mfano wa tamko hilo limekuja kwenye hadithi ya Rifa'a ibn Rafi' inda Ahmad wa ibn Hibban, aliposema mtume hatta tatma'inna qa'iman, tamko kama lilo tangulia nyuma. Wali Ahmad, na ana al-Imam Ahmad yeye faqim sulbaka hatta tarji'a al-'idham, simamisha mgongo wako mpaka vitakaporejea vile viungo. Al-'idham asili yake ni mfupa, lakini maana vile viungo vyako vikie sehemu yake. Na yote yanaonyesha kwenye ule upande wa kwamba mtu anatoka kwenye swala yake asiwe ni mwendo kasi. Walinasai wa Abi Daud min hadithi Rifa'a ibn Rafi', na ana Imam an-Nasai, Imam Abu Daud kutoka kwenye hadithi ya Rifa'a ibn Rafi', innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu'a kama amarahu Allah ta'ala. Tumekasema hakika haitotimia swala ya mmoja wenu mpaka au kamilishe udhu kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, alivyomwamrisha yeye Allah hilo. Thumma yukabbiru Allah wa yahmaduhu wa yuthni alayhi, na pia ukasema thumma yukabbira Allah wa yahmadahu wa yuthni alayhi, ukaatufia kwenye hatta yusbigha. Kisha amkabiri Allah mtukufu na amhimidi na amsifie yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wafiha, na ndani ya hiyo riwaya na kwenye hiyo swala pia dhamiri waweza kurejesha kote huko. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu, ikiwa una wewe pana pamoja na Qur'an basi some, una Qur'an kwa maana umehifadhi, na kama hauna basi mhimidi Allah na umkabiri yeye na useme la ilaha illa Allah. Lakini hapa ni kwa wale ambao wao ndio ni wageni na Uislamu, hawajasoma chochote, hawajui kusoma chochote. Sio wewe ukasema mimi leo sina kitu ukaamua tu sema subhanallah kila sehemu subhanallah,
kila sehemu alhamdulillah, kila sehemu Allahu akbar, kila sehemu la ilaha illa Allah, la, si wewe. Na hivi tusichukulie maskhara. Kuzaliwa mtu Muislamu, jamii ambao watu wanasoma, hii ni dhima hii, tunakuta mbele ya Allah. Kwa watu ambao wanasoma ni miaka yote pengine hutaki kusoma, mtu azunguka tu kama tunavyoona baadhi ya vijana. Ridhika tu kama mimi ni fulani bin fulani, majina ya Kiislamu haya. Yani atosheka na majina. Yani aona kama al-ibratu bil asma, aona hivyo yani. Mazingatio yetu kwa majina. La, sio hivyo. Tatizo sio kudai tu kama ni Muislamu na yafanye ya Kiislamu. Kwa hiyo sio sawa. Wali Abi Daud thumma qara bi ummi al-kitabi wa bima shaa Allah. Kisha soma ummul kitab. Ummul kitab ni ismu min asma'i surati al-Fatiha. Ummul kitab fi as-sab'u al-mathani Fatihatul kitab. Majina mengi sana. Wa bima shaa Allah, nasoma yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yeye kayataka, kwa maana wewe uyasome. Wal Ibn Hibban thumma bima shi'ta, na al-Imam Ibn Hibban kisha soma kile unachokitaka, kwa maana sura baada ya hiyo al-Fatiha soma unayoitaka. Na baada ya hapo akaendelea mtunzi wa an Abi Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu qala, amesema Abu Humayd as-Sa'idi, raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam idha kabbara, atakapoleta takbira, ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi, kujalia yeye mikono yake usawa wa mabega yake mawili. Wa idha rafa'a amkana yadayhi min rukbatayhi, na atakaponyanyuka naam wa idha raka'a, naam asante barakallahu fikum, wa idha raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, na atakaporukuu makinisha mikono yake mawili katika magoti yake mawili, maana huiweka katika magoti ile mikono yake mawili. Thumma hasara dhahrahu, kisha baada ya hapo anakwenda kwenye hatua nyingine, anaunyoosha mgongo wake, kisha yeye hunyosha mgongo wake. Fa idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, kisha atakaponyanyuka mtume sallam, kwa maana atakaponyanyua kichwa chake, istawa, hukaa sawa. Istawa, mtume akishanyanyuka kutoka kwenye rukuu hukaa sawa, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, mpaka kitakaporejea kila kiungo sehemu yake. Fa idha sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhihima, na atakaposujudu huweka mikono yake chini, hali ya kuwa yeye sio mwenye kuitandika wala kuibana vile, kuifanya alqabdu, kuifunga. Kwa maana akisujudu hafanyi hivi akawa kaifunga, na wala halazi hivi, hafanyi hivi wala halazi hivi. Kaifia hizo mbili ndio ambazo zimekatajwa hapo, kama mtu alikuwa hafanyi hata hizo, bali kuna hadithi imekataza kaifia hii, kukaa mkao wa mbwa huu, sababu akikaa mbwa ndo anakaa hivi. Tumekataza, tutakuja kuona mbele inshallah. Wasaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqibla, na huelekea yeye kwa kupitia zile ncha za vidole vya miguu yake, kwa kupitia ncha za vidole vya miguu yake kibla. Kama maana yeye ukisha kao mkao vidole hivi, sio kwamba kuna mkao pia unakaliwa, ingawa wametaja ulama kwamba yafaa, lakini uliokusudiwa hapa kwamba ukikaa vile vidole hivi vinakuwa vimeelekea huko,
vimekunjana hivi, vidole vinakunjana. Ukiwa umekaa kwenye kitako au umesujudu, vidole vinakunjana, ina maana ile miguu kiweka vinakunjana, lakini kwenye ule mkunjano ule vinakuwa vimeelekea mbele hivi, vimejikunja lakini vimeelekea mbele. Ndio kaifia hii. Wa idha jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, na atakapokaa kwenye ile rakaa ya pili hukaa juu ya mguu wake wa kushoto na husimamisha mguu wa kulia. Hukaa juu ya mguu wa kushoto na husimamisha mguu wa kulia. Kaifia hiyo ambayo yajulikana ni kaifia maarufa. Wa idha jalasa fi rak'ati al-akhira, na atakapokaa kwenye raka ya mwisho qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra, hutanguliza mguu wake wa kushoto, hutanguliza mguu wake wa kushoto, wa nasaba al-ukhra, na ule mwingine ule ana usimamisha, wa qa'ada ala maq'adatihi, na hukaa kwenye makalio yake, hukaa kwa makalio yake. Maana ule mmoja ambao ni wa kushoto ambao umetangulizwa unakuwa upo chini, huo upo chini, umepita kwenye tundu la au mvungu wa mguu wa kulia. Kesi yake inakuwa ipo hivyo. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi yake ipo Imam al-Bukhari. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na kutoka sahaba Ali ibn Abi Talib Allah amridhie, an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallam, annahu kana idha qama ila salah qala, ambaye alikuwa Mtume sallam atakaposimama kuielekea swala kusema wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, nimeuelekeza uso wangu kwa yule ambaye ameumba mbingu saba na ardhi saba zote, ila qawlihi, mpaka anaposema Mtume sallam minal muslimina, lakini hapo wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wama ana minal mushrikin inna salati, maana alofutwa hayo, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin, wa fi riwaya wa ana awwalul muslimin bilafdhil aya. Na riwaya imekuja na tamko la aya ile wa ana awwalul muslimin, mwishoni huko mwa suratu Ali Imran, mwishoni mwa suratul An'am. Na Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhiri. Kisha hapa mpaka anaposema hayo maneno hayo, kwa maana ewe Allah, hakika yako wewe ni mfalme, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa wewe tu, wewe ni Mola wangu na mimi ni mja wako, mpaka mwisho wa dua ambayo anaiomba yeye. Na mwisho inaendelea huko, dhalamtu nafsi wa ataraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khayru kulluhu fi yadayk wash-sharru laysa ilayk ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka. Namalizia hivyo dua. Fi riwaya, na katika riwaya nyingine, inna dhalika fi salati al-layl, fi riwayati lahu, na kwenye riwaya nyingine yake ambaye ni al-Imam Muslim, au riwaya ambayo kasimulia Ali ibn Abi Talib, kaelezea kwamba alikuwa hilo Mtume akilifanya kwenye swala ya usiku. Wa Nabii Hurairah radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abu Hurairah
Allah amridhie, qala amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam idha kabbara lis-sala sakata hunaiha, atakapouleta takbira kwa ajili ya swala unyamaza kidogo, nyamaza kidogo kabla an yaqra, kabla ya kusoma, kabla ya kusoma suratul Fatiha kwanza hunyamaza. Fasaltuhu Abu Huraira, nasema mimi nikamuuliza mtume, ukinyamaza unasemaje? Faqala, akasema aqulu, mimi nasema Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ewe Allah eka mbali, tenganisha baina yangu mimi na baina ya makosa yangu, kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib, kama ulivyoweka mbali baina ya mashariki na magharibi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allah nitakase mimi kutokana na makosa yangu kama ambavyo hutakaswa nguo nyeupe kutokana na madoa. Allahumma ghsilni min khataayaya bilma'i wath-thalji wal-barad, Allah nakuomba nioshe mimi kutokana na makosa yangu kupitia maji na theluji na barafu. Muttafaqun alayhi. Wa an Umar radiyallahu anhu annahu kana yaqul, na kutoka kwa Umar Allah amridhie kwamba alikuwa yeye akisema, hizo ni dua ulisiftahi hizo, kwamba wakisema yeye subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, rawahu Muslimun bisanadin munqati'in والدارقطني موصولا وهو موقوف، أي أضيف إلى من؟ إلى الصحابي وهو عمر رضي الله عنه. سبحانك اللهم بحمدك، نكتكسي الله نكتسبح، كما نكمبان نكتكاسا أو نكسبح wewe Allah. Wengine husema subhanaka, umetakasika wewe, ufupisha hivyo, umetakasika wewe Allah. Allahumma, ewe Allah wewe, wa bihamdika na kuhimidi wewe, ukitafsiri ile kwenda kifupi. Lakini ukienda kutafsiri kwa munasaba wa tamko na kwa munasaba wa lugha kama lilivyo ile tamko, sababu hiyo ba ni baul mulabasa, ba wa bihamdika, kwa inakuwa wa bihamdika, kwa maana na kutakasa wewe ukitafsiri kilugha, na kusabih wewe Allah pamoja na kuvaana na kukuhimidi, baul mulabasa pamoja na kuvaana hivyo, kama anavyosema Allah kwenye Qur'ani, fasabbih bihamdi rabbika, basi msabbih pamoja na kuvaana na kumhimidi Mola wako. Hapo umekwenda kutafsiri tamko kwa lugha kama lilivyo tamko, lakini ukianza tu vile kusema kwamba tuchunga maana, basi msabbih na kumhimidi Mola wako, hapo umeenda kwamba ile kwamba mtoto aelewe, pengine sababu hizi sura ndogo ndogo watoto fundisha tarjama zake kwenye vyuo, kwa vile kumfundisha mtoto na kumpa tafsiri nyepesi, asijakaja akakaa huko akasema kuvaana, akauliza mbona sioni kuvaana, hii kuvaana umetoa wapi? Akaanza kuminyana watoto wenyewe, kwa shida sasa. Kadhalika wa tabaraka ismuka, na yametukuka. Ismuka ni mufrad mudhaf ya ummu, majina yako, sio mufrad ya kwamba tafsiri mufrad vile vile, la al-mufrad al-mudhaf min alfadh al-umum, na yametukuka majina yako wewe Allah. Wa ta'ala jadduka, na umetukuka utukufu wako, sababu utukufu wako yokaso kushaza kusema jaddu babu wala ilaha ghairuka, na hakuna muabudiwa asiyekuwa wewe, hakuna muabudiwa wa haki asiyekuwa wewe, kama tulivyoona maelezo kwamba amepokea
hadithi ya Imam Muslim kwa sanadi ambayo ni munqati' na Imam Daraqutni aliyakuwa sio munqati' na aliyakuwa hii ni nini ni mawquf. Wa nahu an Abi Sa'id al-Khudri na mfano wake. Hizi ni adhiya al-istiftah ile dua ya kufungua swala na mfano wake kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri Allah amridhie marfu'a udifa ila an-nabi inda al-khamsati wa fihi inda al-khamsa ambao iko kwa wale al-a'immatul khamsa wale wa fihi na katika hadithi wakana yaqulu ba'da at-takbiri na alikuwa akisema mtume baada ya kusema Allahu akbar a'udhu billahi as-sami'il al-alim minash shaitanir rajim nataka hifadhi kupitia Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuwa msikivu sana aliyekuwa mjuzi sana kutokamana na shaitani aliyelaaniwa. Ar-rajim kwa maana ya al-la'in na al-la'in kwa maana ya mal'un. Kwa hiyo nataka hifadhi kwa Allah aliyemsikivu sana. Samia ala wazni fa'il ismu tafdhil haikuja samia kwa maana msikivu sana usikivu wake hauna kikomo. Alafu al-alim aliyekuwa na elimu mjuzi ujuzi wake hauna kikomo. Kadhalika na hatu tuiona kwenye itikadi kwenye masala ya tauhidi kwenye al-mulakhas kutoka manaini min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kutokamana na hamzi ya shaytan. Hamzi ya shaytan wametafsiri wanachuoni al-junun kwenda wazimu na asfarun na kule mtu kumdondosha kama mtu aangushwa vile mereka vile kupandisha akaangushwa ile ndiyo hamzu shaytan ile ndio wanaitaga hata wanaita mtetemeko na kwenye Kiswahili kwa tofauti na Kiswahili hizi lakini mafhumu ni moja ule wendo wazimu wake sababu ule anakuwa kama wendo wazimu pale mtu akishapanda shetani mwambie Allah tuhifadhi nayo anakuwa akili yake sio ile ya uhalisia hivyo akili sio ile ya uhalisia mpaka inafikia hatua pengine mtu ailokuwa halifanya analifanya yatosha tu kama pengine mwanamke ni mtu kujisiri wakati huo atasahau yote Allahu musta'an wa nafkhihi na nafkhu shaytan asli ya nafkhu ni mpulizo kitafsiri neno kama neno lakini maana yake ma yaqa'u fi nufusi an-nasi min al-kibari fa huwa min ash-shaytan na hiyo ndiyo nafkhu yake kwa maana yale ambayo hukaa na kuthibiti katika nafsi za watu katika masala ya uzee min al-kibari uzee na kadhalika unaweza kulitafsiri tamko min al-kibri pia kibri ni katika kama na sheitani kwa hiyo kibri ni katika masali za sheitani sababu yeye ndiyo mwanzo kutenda hii dhambi ya kibri sheitani ndiyo kiumbe wa mwanzo ambaye alitenda hii dhambi ya kibri kwa hiyo kutokana na jambo hilo la kibri cha sheitani mpulizo wake ambao nini ni hayo masala ya kibri kadhalika wa nafsihi na an-nafthu ni kule kutema vitu vile maana moja kwenye Qur'ani wa min sharri an-naffathati fil 'uqad ile imekuja kuelezea hilo kwenye kutema vile na kupuliza katika vifungo hasa lakini hapa utemaji wake wa sheitani umekusudiwa ma yamfuthu shaytanu ala alsinati shu'ara yale ambayo sheitani yeye huyapuliza na kuiweka katika ndimi za mashairi min albatili kama vile mambo ya batili wal hijaa na mambo ya mashambulizi kwa watu washambuliana kimaneno wal fuhshi na uchafu kwa hiyo hayo mtu anajikinga nayo kuna kutafsiri neno kisha kuna kuleta maana ya neno kwa hiyo haya maneno haya yanakule kutafsiriwa na kuletea maana zake tofauti wote hivyo na
ndio hizo tumezielezea hapo, tumetaja tamko kisha baadaye tumeleta ile maana yake ya al-itala, ila ukienda kwenye